Kwa sababu shetani anapambana na kile Mungu alichoweka ndani yako. Hukuja duniani kuzurura. Mguse mwenzako mwambie hujaja duniani kuzurura. Tikise. Mwambie hujaja duniani kuzurura wewe. Umekuja na assignment. Hallelujah. Umekuja na nini? Ulivyo mwanamke ni kwa sababu ya assignment uliyobeba. Ulivyo mwanaume is about assignment. Nilivyo Mchaga wa Machame, mimi hapa ni Mchaga wa Machame, is because of my assignment. Wewe ni Marangu, Mkibosho, Masai, Msukuma, is not haikuwa bahati mbaya. Haikuwa bahati mbaya usizaliwe Marekani. Haikuwa bahati mbaya usizaliwe kijijini. Kila kitu Mungu amekiprogram. Kuna andiko moja linasema hapa. Kuna kitabu changu nitakizungumzia kidogo baada ya wale ambao watajua. Ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume 17:26 anasema, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja. Sema mmoja. Niangalie usoni. Akumbe mnasoma. Ai, kanisa lile limeendelea. Haleluya, ngoja nibaki hapa. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Haleluya. Na sikiliza, siku ile nilipokuja nikawaambia, ulikuwa kwenye store. Sema nilikuwa kwenye store ya mbinguni. Roho zote ziliumbwa zikawekwa store. Sema store. Niangalie usoni nyoa kaka. Sema store ya mbinguni. Sasa kusudi likavalishwa ile roho. Maana wewe sio mwili. Sema mimi sio mwili. Iangalie basi jigonge gonge hivi. Sema mimi sio lidubwasha. I am a spirit. I am not this body. I am a spirit. Sikiliza, naongea na wewe hapa sio dada alivaa kitenge na kofia. Ni roho. Ndio maana nikifa mtasema prophetess lightness hayupo. Yuko wapi? Mbona mwili wake uko hapo? I am not this body. I am a spirit. Mimi ni yule wa sura wa Mwanzo 1:26. Mungu aliposema tumfanye mtu kwa sura yetu na mfano wetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Yule mtu wa Mwanzo 1 hakuwa mwili, alikuwa ni roho. Akasema akaumba mwanamke na mwanamume, akawabarikia, akawaambia zaeni mkaongezeke. Hiyo ndio image ya Mungu. Na hiyo ndio image ambayo Adam na Eva alipoteza kwenye bustani ya Eden. Na hiyo ndio image ambayo Yesu Kristo alishuka duniani, akauacha mbingu, akaja akavaa mwili ili afufue ule mwili uliokuwa umekufa kwa sababu ya dhambi. Aya. Jamani vijana mpo? Msiangalie kama wa China. Mimi sio msiongee Kichina hapa. Umetoka Kibosho au Kishumundu. Haleluya. Unasikia? Mungu aliumba roho ya mtu ioperate kama Mungu. Yaani nikifika hapo napata yaani asema let us create a man on our own image and our own likeness to have dominion over every creature under the sun. Sema I am the image of God. Church, I want to hear your voice. I am the image of God. I am the son of God. Nimezaliwa na Mungu. Hallelujah. Ndio maana kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro nadhani 1:20 nasema kila kilichozaliwa na Mungu shinda ulimwengu. Waraka wa kwanza wa Petro nadhani ni ngapi? 5:4. Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana. Kila kilichozaliwa na Mungu. Kila kilichozaliwa na nani? Na nani? Wewe hujazaliwa na huyo Msukuma ambaye alishokulipia ada. Niangalie usoni. Ndio maana utoboi. Hujazaliwa na huyo baba aliyeshindwa ndoa akazalisha watoto kila mahali. Ulipita tu hapo. Ulipita, sema njia. Niangalie usoni, sema njia. Mungu aliruhusu upite kwa huyo mlevi. Upite kwa huyo kaba kwa sababu ya makusudi.
Yusufu aliruhusiwa apite kwenye ile familia kama mtoto wa 11 ili aje kuikomboa ile familia. Haleluya. Umenielewa? Sema power. Maana kuna watu mnajichukulia tu poa, na Mungu anafanya kazi na watu wanaojielewa. Haleluya. Ndio maana kitabu cha Methali 1:20 anasema wenye haki ni majasiri kama simba. Mungu atakutumia sawa sawa na kiwango cha ufahamu wako. Sikiliza, sio swala la mafuta na upako. Pokea, vuka na chako. Sijui nenda wapi. Nakwambia hata ukavuke na chako, kama akili yako haijabadilishwa, ufahamu wako haujabadilishwa, hauwezi kuvuka na chako. Mungu sio mganga wa kienyeji. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Ukisoma Kolosai 1:3 anasema kwa kuwa mmefufuka pamoja na Kristo, yatafakarini yaliyo juu, uko Kristo alipo ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Msiyatafakari yaliyo katika nchi. Kwa sababu gani? Pale msema kwa kuwa mlikufa. Mnanisikia? Na uhai wenu, sema na uhai wangu. Sema na uhai wangu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Niangalie usoni. Unanielewa? Ukisoma hiyo Kolosai 1:12-13, akatuhamisha katika ulimwengu wa giza na kutuingiza katika ulimwengu wa nuru wa mwana wa pendo lake. Kutolewa kwenye giza kuingizwa kwenye nuru, maana yake unarejeshwa kwenye Edeni yako. Kama Mungu alipanga uwe injinia, unakuwa injinia. Alipanga uwe mtumishi wa kimataifa, unakuwa wa kimataifa. Alipanga ukomboe familia yenu, unakomboa familia yenu. Haleluya. Katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Mungu akiwa upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Nini cha kututenga na upendo wa Mungu? Je, ni dhiki? Je, ni njaa? Je, ni mauti? Haijalishi, tunashinda na zaidi. Sema I am a child of God. Iguse hivi, sema I am a child of God. Nimezaliwa na mbegu ya Mungu, sio mbegu ya shirima, sio mbegu ya mushi, sio mbegu ya masanja. Taja uko wako unajua wao. Sio mbegu ya yule mlevi, sio mbegu ya yule maskini. Nimezaliwa na mbegu isiyoharibika. Kila kilichozaliwa na Mungu kinashinda na zaidi ya kushinda. Hallelujah. Can I preach here? Waraka wa kwanza wa Petro 1:20 anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo. Nani anakuambia wewe ni mbaya? We, hebu njoo. Yaani mdada anayezaliwa kwa mbegu isiyoharibika. Hey. Amezaliwa kwa mbegu isiyofanyaje? Hata shetani akisema unaharibika. Sikiliza, swala la kumwamini Mungu ni lazima. Ndio maana Biblia ikasema uwatakase kwa hiyo kweli. Yohana 10:10. Neno lako ndio, unapoliamini neno unakuwa neno. Unakuwa kiwango cha neno unalolijua, sio kiwango cha maombi unayoomba. Niangalie. Akasema kwa kuwa mmezaliwa mara ngapi? Hiyo mara ya pili. Tulizaliwa kwa neno. Tuliondoka kwenye ule mwili wa Adamu na Eva uliotamani tunda. Akaliangalia tunda akasema, akaambiwa Eva, akaambiwa ile tunda linafaa kwa sababu Mungu anajua mtakuwa kama yeye. Mwanadamu mwenye mwili anatamani kuwa kama Mungu. Ndio maana leo kuna watumishi Mungu akiwapata upako kidogo wanataka tuwasujudie. Tunawaita mighty one and mighty power. Papa wanataka kuwa kama Mungu. Wakisimama wanasema mimi nimekulaani, mimi nitakuwa, umesame. Sikiliza, hicho kiburi kilianzia kwa Eva. Kiburi cha kutaka kuwa kama Mungu. Mimi ndio nimefanya ule muujiza, mimi ndio nimeinua yule kiwete. Hapana. Haleluya. Unasikia? Lakini mwili ukafa, roho ikafa, mwili ukaona nguvu. Kwa sababu ni mwili ulikula, sio roho. Mwili wake ukao umelaniwa. Yesu Kristo akasema hapana, lazima nirejeshe ile mamlaka ambayo ilisema kwenye Zaburi 115:16 kwamba mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa. Kuna mtu anajua amepewa nchi hapa? Niangalie usoni.
Kuna watu mnazunguka na veti, mimi sipati kazi, mimi sipati kazi. Hujajua kuisemesha nchi uliopewa na Bwana wewe. Hakuna mtu wa Mungu anayekosa kazi wewe. Hakuna. Sikiliza, nenda. It's all about your mentality. Umenielewa vizuri? Umenielewa? Sasa nimeandika somo langu kama unaandika. Nimebeba kusudi la Mungu. Ila kuna kitabu nimeandika naishi kusudi la Mungu, nimekataa kujidharau. Hiki kitabu kinaelezea kwa undani sana, ila naelezea vitu vichache. Ukisoma Zaburi ya 115 mstari wa 16 anasema hivi, dunia amekabidhiwa mwanadamu na hakuna nguvu ya kiroho inayoweza kufanya kazi duniani bila mlango wa mwanadamu. Kusudi Mungu aliweka ndani yako, sio malaika atakusaidia ulifanye, ni wewe utalifanya. Kuna mtu anaelewa? Unapokuwa umeokoka, umempa Yesu maisha, unakufa. Sasa na Galatia 2:20 kwamba nimesulubishwa pamoja na nani? Sio mimi naishi tena. Hivi ni maandiko myajui? Mkoje? Sio mimi naishi, usiwaekea, acha niwaambie kwa kichwa, watazoea vibaya. Ameshawekea. Nimesulubishwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Yu hai wapi? Nataka niambie, ukitaka mke angalia hivi. Ukiwa hai utajua nani mke wako. Kinachokupa makengeza una uhai. Niangalie usoni. Unanielewa? Unanielewa kaka, unaniangalia hapa? Mungu ndiye alisema si vema Adamu aishi peke yake. Wewe unajisemeaje si vema? Unajijua wewe? Tulia uambie si vema. Kaa kwa kutulia, sema kaa kwa kutulia. Kaa bustanini. Lima bustani. Kazi zikuzidi. Mungu akikupiga jicho hivi, si vema. Kaa kwa kutulia. Ndio maana leo tuna wanaume wanaotunzwa na mashangazi kwa sababu si vema zao hazielewi. Nipe mke, nipe mme. Tulia. Adamu aliomba mke. Adamu aliomba mume. Alitulia, sema alitulia. Tafuta kwa akili zako uone. Kwa sababu Mungu akisema si vema, tukamwambia Mungu akamletea Adamu mwanamke. Si Mungu alimletea? Mungu akafanyaje? Mungu akafanyaje? Mimi ni mwalimu wa vijana, napiga kote kote. Magoli yanaingia huku na huku, offside zote. Sema power. Mungu akikuletea changamoto, ikiinuka utaenda kwa aliyekuletea. Kinachotesa mahusiano mengi na ndoa nyingi, hawajui ni nani amewaletea. Wengine wameletewa na kiongozi wa praise. Yule dada anaimba, ngoja nimkusaidie. Wengine wameletewa na hips. Mungu wangu. Wengine wameletewa na waganga. Wengine wameletewa na zawadi. Ndio maana matatizo yakitokea, changamoto zikitokea, unaenda kwa nani wewe? Sema utaenda kwa aliyekuletea. Mungu hakuwa mjinga. Mungu ni mwanzilishi wa ndoa. Acheni hizo ndoa zenu mnazoanzisha wenyewe mtaani. Taasisi pekee Mungu aliyoanzisha ni taasisi inayoitwa ndoa. Lazima ifike mahali mwanaume jifunze kulala usingizi. Sema usingizi. Kwa sababu gani? Mungu akikuletea wakati unaangalia utasema Mungu, hebu mrefushe kidogo. Mungu, hilo kengeza baba lipunguze. Baba, hiyo isifanye hivi. Anajua. Kabla Adamu lala, sema lala. Sema lala. Alipoamka, nyama katika nyama, mfupa katika mfupa. Unanielewa? Kwa sababu ndoa imefungamanishwa na kusudi. Huwezi kuishi kusudi kama ndoa yako ina shida. Mtu asikudanganye. Ninafikisha ndoa ya miaka 12 Jumapili. Nimeona ndoa yangu ikifungamanishwa na kusudi kwa 100%. Ningekutana na ubavu wa chura, ningeelewa habari ya mjini. Ningekutana na kima, ningeelewa habari ya mjini. Lakini kwa sababu Mungu anajua amenibebesha nini, anajua ni nani anapaswa kuwa na wewe, anamtengeneza kwa ajili ya kusudi lake, sio tu kwa ajili ya kuzaa watoto. Kwa maana unaweza kuzaa mke mweupe ile uzao watoto weupe, umekosea njia.
Zamani nilikuwa napendeka wakaka wenye vifua. Ndio kwangu anajua, alikuwa anaonaga nawaleta nyumbani. Afu mtu ananena kwa lugha ripasika yandaraba baba. Ila hiyo ni bora. Vifua. Kaja kuangalia wakapita wangapi? 9 wakaniumiza. Wewe ulishomiza kaka 9 wewe. Kwa sababu nilikuwa naangalia mwilini. Unanielewa? Siku nilijua UMY lightness, lakini siku hapa nilifunga, sema nilifunga. Mimi hapa sikuguswa mpaka miaka 30 naolewa baba. Hapa niliweka kofuli la Solex. Nikasema haijalishi. Sema haijalishi. Sema haijalishi. Nikasema kima utapita, nitakuangalia nitacheka. Mamba utapita, lakini hapa sitaji kupokea roza Kibosho, Kishumundu, Machame, Kenya. Nilikuwa na Wakenya kama 3, mchungaji kama 3. Ndio kwangu anawajua. Leo ungekuta na maroho ya Kikamba, na maroho ya Kijaluo, na maroho ya Tanga, na maroho ya Dar es Salaam. Yesu wangu. Hivi ningehubirije? Shindwa. Haleluya. Mungu aliviona nimechoka kwa urefu wa njia ya safari yangu, ila akaona uaminifu wangu. Baba, narudi. Siko nililia kutoka mbali. Mungu akaniambia umerudi mume wako ni huyo hapo. Hey! Huyu rafiki yangu mwembamba hivi. Simtaki. Akaambia huyo. Kaambia hapana. Hawa hapo kakataa kabisa. Hawa walifanya nikamchukia zaidi. Sister. Siku alipokuja nyumbani kwetu, akaombea chai, akafanya remosika yanda rapa sika. Hii chai babangu akasema huyu ndo namtaka kwenye nyumba nene na kwa lugha hivi. Akasema baba jamani kulena tu. Kaambia Mungu sasa. Mume si anatakiwa apendwe. Mbona moyo wangu siusikii? Nitaolewa na mtu simpendi. Hebu mimina lile pendo. Nikamwambia mimina pendo. Ili nijue kama ni wewe. Nilimchokoza Mungu. Nilimpenda mpaka ngachanganyikiwa. Kila kitu kinaombwa Bwana. So siwe mbona simfili? Mwambie Bwana mimina pendo. Maana nipe macho nione. Macho nipe macho nione. Sawa. Maana saa ingine macho yanadanganya rafiki zangu. Siku hizi Madelila ni wengi wamekuja kunyoa kina Samsoni. Na hapa naona wakaka wengi ambao mna neema kubwa za Mungu. Madelila wanaletwa hapa kuwanyoa. Tafadhali niambie asili yangu buza. Unajua Mungu adhiakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukiishi maisha uaminifu, Mungu atakuacha. Mungu sio dhalimu. Tuendelee kwanza, ngoja nitoke huko. Sema kusudi. Power. Sasa ukisoma Wakorintho wa kwanza 6:20 anasema hivi, mlinunuliwa kwa thamani. Haleluya. Si kwa vitu viharibikavyo, bali kwa vitu visivyo. Sikiliza, Mungu alikununua kwa thamani. Akatoa damu yake. Ukisoma ile Ufunuo 5 pale 9 na 10, anasema mwana kondoo aliyechinjwa, akamnunulia Mungu watu kwa damu yake wa kila kabila na taifa, akawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu. Sasa sikiliza nikwambie rafiki yangu, dunia yako inakusubiria. Niangalie usoni. Huyu Glory anajua sisi sio matajiri. Kila siku nakwambiaga, tulikuwa tunalalaga, tunapasua stuli, tunakula, tunapika. Baba yetu anakuja na embe, tunakula embe, tunalala. Sisi tunaenda shule. Alikuwa aje likizo Mwanza, alikuwa anasoma Bwiru. Anakuja likizo anapata nauli ya kuja. Hatuna hela. Familia wachungaji fukara, maskini, nimesema kila kala. Unaenda unaokota sabuni bafuni usiku wenzako wamelala, ndio unafulia. Lakini Mungu alikuwa ametuona kwamba hawa ni makuhani wangu. Hawa ni watumishi wangu. Siwezi kuacha. Tulivumilia. Sikiliza rafiki yangu, haijalishi familia uliozaliwa. Haijalishi ukoo uliotokea. Tumesoma shule za Kayumba. Unabeba mafagio hapa, maji, sidekio, fekeo, kitu gani? Leo
Sikiliza, nyota yako na star yako, kusudi la kumbwa kwako, hakuna mwanadamu kuzuizuia. Uwe ulisoma Kayumba, English medium, sijui wapi, as long as Mungu amesema wewe ni wa kimataifa, nothing shall follow you. Mataifa yatakuita. Nilikuwa siaminigi. Wakati nakuwa Mungu akaniambia acha udaktari, nikamwambia Mungu kwa nini acha udaktari? Akaniambia no lightness. Akanisemea neno la Yeremia kwamba nimekuita kuwa nabii wa mataifa. Akaniambia you are a prophetess of the nations. Nikamwambia Mungu babangu ajue hata Kenya. Mimi mataifa. Nikamwambia Mungu how? Akaniambia my dear, have courage. Akaniambia nacho kitaka kwako lightness. Najua utakatifu umeweza. Ongeza kinachotoa ujasiri. Sema ujasiri. Alafu jaza neno langu ndani yako ili usiende kuniaibisha. Ili nitumie kinywa chako kusema na watu wangu. Kwa nilianza kuinvest. Mimi Biblia iko hapa. Sema hapa. Sikiliza hapa moyoni mwangu nimeliweka neno. Sema neno. Nina krem neno kama na kremu hesabu ya nani quadratic equation. Mpaka leo nikamsikia nani yule mchungaji ni Arome alikuwa anaongea. Akasema huwa ana kremugi maandiko. Nikasema kumbe tuko wengi. Hai kama Arome ana kremu mimi nani? Sema kama mimi nani? Maana unaweza kunikuta mkononi nimeandika na kremu andiko nazunguka nalo. Power. Kwa sababu you can't live beyond the word of God. Neno la Mungu likija lazima liingie alafu livae mwili. Kwa sababu neno la Mungu ni kama jua. Jua linapong'aa, wewe ni mwezi. Sikiza, mwezi unaakisi mwanga wa jua, si kweli? Mwezi hauna mwanga wake, kile kinachoakisi ndicho kinachotoa. Wale tunasoma sayansi tunaelewa. Kwa unapolisoma neno la Mungu kwenye kile kitabu cha Yohana 1:5 anasema nayo nuru yang'aa gizani, wala giza alikuiweza. When you read the word of God, you become God, you don't become lightness. Kwa niliamua kuinvesti, kusoma, kuliweka ndani. Nikalisoma ndio maana linisaidia nikaishi maisha ambayo sio dhambi, sio ujanja, sio kichwa. Rafiki yangu, it was the word of God. When you eat it kill yourself. Neno linakuja kukuua. Huwezi kumuishi Mungu ukiwa hujafa. Mwili unaenda kuzimu, roho inaenda mbinguni. Lazima Mungu ili aende nao mbali mrefu, lazima kwanza mwili wako ufe. Mwili wako ufanyaje? Kwa akaniambia soma sana neno. Kwa sababu you will become automatic, you will shine in darkness. And the darkness will never comprehend you. So I started to read the word of God. Because the word of God is Jesus himself. Kusoma Yohana 4:23 anasema mtu akinipenda atalishika neno langu na baba yangu atampenda nasi tutakuja kwake na kufanya makao. Mtu akinipenda atalishika nini? Niangalieni usoni ambao hampendi kusikia maneno. Nataka pokea gari uende nalo wapi? Si ndio ulikotaka kuniua jana? Nyamaza niangalie usoni. Hasema mtu akinipenda atalishika na baba yangu atafanyaje? Sio atatoa sadaka, sio atamasika yanda. Neno la Mungu likija, neno la Mungu ni Yesu. Hapo mwanzo palikuwepo neno, na neno alikuwa kwa Mungu, neno alikuwa nani? Unaposema karibu Yesu moyoni, afu wiki nzima una mistari Biblia ulioshika, unaimba unafiki, unapiga kelele. Unaposema karibu Yesu, Yesu sio personality, Yesu sio mtu. Useme anakuja anakwambia naingia tazama nasimama mlangoni, Yohana 3:20. Nabisha, kila atakayesikia atafungua mlango nitaingia. Anaingiaje? Neno. When you eat the word of God, mindset yako inabadilika. Unabadilishwa. Warumi 1:12. Msienende kama dunia, bali mgeuzwe nia zenu na kufanywa upya, pate kujua hakika yaliyo mapenzi ya Mungu. Sikiliza, unapolisoma neno unawaza kama Mungu. Unaelewa lugha ya Mungu. Kuna vitu hutang'ang'ana. Naomba nikae hapo kidogo. Kuna mtu ananielewa? Ukiomba chochote sawa sawa na neno lake unajibiwa. Ukisoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro 5:14-15 anasema na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba kitu sawa sawa na neno, mimi sisemi mapenzi, nasema neno, atatusikia. Na kwa kuwa anatusikia tunazo haja tunazoziomba. Anasema kwenye kitabu kile cha Yohana 15:7 kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nami mtatendewa. Wewe unakaa hapo, nainuka, I'm going to the nation, I'm taking over. Unaenda kutake over nini? Una uzito, you don't have any heavy, sema heavy. Niangalie usoni.
Si kuna watu mko hapa Mungu anawapeleka mbali. Mungu aliniambia hivi niwaambie vijana. Akaniambia waambie vijana wangu, nina kiu sana ya kuwatumia. Ninatamani niende nao mbali, lakini they are empty, they are so much empty. Ndio maana kidhambi kidogo kikija tu unaanguka. Mtumishi, nimeteleza. Si unajua kuna matumaini katika mti uliokata, unaweza ukachipuka tena. Ndio hilo andiko nalo lijua. Linakutia moyo. Ayubu 14:7. Ndio tunachokijua, kuna matumaini mtumishi. Mwenye haki huanguka mara 770, lakini Mungu humwinua. Ndio hayo tu. Sema Asema Zaburi ya 115 mstari wa 119 mstari wa 115. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kulitii na kulifuata neno. Asema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisikutende nini? Niangalieni usoni nyewe watu, simemwita Machame paje wahubirie neno la Mungu. Hata kwenye huduma mlizonazo kuna watu hapa ni manabii wakubwa, sio wadogo, sio maina. Ila msendemo unasema meja, wewe nyamaza, tutabiri, watu wataelewa wenyewe wewe ni nani. Ila ili uweze kwenda kwenye hivyo viwango vya realms, sema realms. Kula. Nani yule aliambiwa Elia? Akamwambia inuka ule unywe, kwa sababu safari bado ni ndefu. Tunapima kiwango cha muamini kwa nguvu ya neno la Mungu iliyoko ndani yake, sio kwa maneno ya dunia. Dunia ina sauti rafiki zangu, dunia ina maneno. If you want to be a very big person with so much wisdom, eat the word. Sio read, eat the word of God. Very powerful. Hata kama mpigi makofi, I don't care. Hallelujah. Hiyo ndio message sasa. Mama, mwili unawaka. Yaani nafanya masturbation. Nimeenda kwa watumishi wote, nimekanyaga mafuta, nimeingia kwenye kisima cha maji ya uzima. Kuna mtumishi alileta udongo wa Yordani nikajipaka huku. Mama, nimeenda kwenye kisima cha mto wa baraka, nimetumbukizwa kwenye kisima cha moto. Mama, nikatumbukizwa na mto maji ya Yerusalemu yalikuja, nikaogeashwa nayo. Wewe ni mganga wa kienyeji. Kinachoua mwili ni neno. Anasema kwenye kitabu cha Waebrania 4:12, neno la Mungu li hai, tena lina nguvu. Ni hai, linaishi, alijafa. Ni kama upanga ukataa kuwili. Ukiingia kwenye mwili wako unaikata masturbation, unakata hayo macho ya mwilini, unakata hizo ndoto mbaya, unakata hicho kiburi, unakata hizo hasira, unakata hayo majivuno, alafu unazaliwa kiumbe kipya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Korinto wa 2:5-17. Ukisoma pale 15 anasema alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yake aliyekufa na kufufuka kwa ajili yao. Uko hai mwenyewe, ndio maana unateseka. Ndio maana unahisi utakufa ukiwa maskini. Unahisi hautaweza kutimiza ndoto zako, kwa sababu uhai unao wewe mwenyewe. Alikufa kwa ajili ya wote. Na usiku wa leo, if you are under the sound of my voice, Yesu Kristo tunayekwenda kumsherekea, ya kwamba mwezi huu alizaliwa kama kumbukumbu ya kuzaliwa. Hakuja tu kuzaliwa, bali alikuja kuzaliwa ndani yetu, ili tamaa zife, hasira zife, magonjwa yafe, umaskini ufe, laana zife. Yeye Kristo haishi ndani yetu. Akti 17:28, ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Unanielewa? Unapoisherehekea Krismasi usitafute nguo tu na mahali pa kwenda kutoka outini. Lazima neno la Mungu lizaliwe ndani yako. Ufike mahali ishi maisha ambayo uzuiliki, you are supernatural. Ukiongea ni Mungu ameongea. Ukikomandi ni Mungu amekomandi. Wakati nilipoanza kulisoma neno na kujaa, nikamwambia Mungu inatosha. Sihitaji kuhubiri tena Tanzania. I was standing in prison, ni shahidi. Wewe ni shahidi. Nilikuwa nasimama nasema South Africa, open for me. I am coming to South Africa. Zambia, open for me. I am coming to Zambia. Kwa sababu nina kitu Mungu ameweka ndani yangu. Nilikuwa sasa kupiga kelele. Nikaanza kuita mataifa. Nikaita falme. Nikashangaa nimeenda South Africa.
Nikashangaa nimeenda Zambia, nikashangaa nimeenda Botswana, nikashangaa nimeenda Malawi, nikashangaa nimeenda Uganda. Kenya ndio naendaga kila mwezi. Kama ninavyofanya hapa, Kenya nafanya Mombasa kila mwezi mara moja na Nairobi. Hivi nafanya na nyie. Nikaenda mpaka Nigeria, sema Nigeria. Nikakutana na mijitu yenye neno, watu waliojia neno. Kule ndio walinifanya kichaa mchungaji. Unakaa unaliona kanisa la watu milioni moja, kanisa hata mchungaji wao alishaenda huyo hapa Debo. Watu milioni moja wako kwenye ibada moja, sio ibada mbili. Niangalie usoni. Watu wako chooni, baba na suti yake anasugua, yuko anatamka neno ripo sika yada. Yaani jamani, sema neno. Neno la Mungu litakufanya kile Mungu anataka uwe. Kwa sababu gani? Kusudi la Mungu limefichwa ndani ya neno lake. Shetani hawezi kutikisa. Anasema mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Ngoja ni summarize maendeleo hapa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema Mungu anatafuta mtu wa kutawala naye hapa duniani. Kama nilivyosema ile andiko, mbingu ni mbingu za Bwana, nchi hapa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa wapi? Duniani. Lakini shetani pia anatafuta mtu. Ukisoma waraka wa kwanza wa Petro 5:8 pale. Weka hapo waraka wa kwanza wa Petro 5:8. Shetani pia anatafuta mtu. Haleluya. Umesoma hapo waraka wa kwanza. Muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba, sema kama simba, anazunguka akimtafuta mtu ameze. Sikiliza, kuna kusudi la Mungu juu ya mtu, kuna kusudi la shetani juu ya mtu. Imeelezea sana kwenye kitabu. Makusudi yako ina 3: kusudi la Mungu, kusudi la mtu na kusudi la shetani. Sasa kuna watu mko hapa mnaishi makusudi yenu. Shida ya kuishi makusudi yako ni nini duniani? Changamoto ikija una kufuata. Hilo duka sio shetani alikwambia ufungue, sio Mungu, ndio mwenyewe uliamua. Ndio maana kidogo tu nafunga. Una cha kusimamia, una neno. Hayo mahusiano ulianzisha mwenyewe. Tuachane. Okay, me and you from today is over. Hata unapokwenda kuomba, hata unapokwenda kusema, kwa sababu ulianzisha mwenyewe. Sasa watu wengi pia wanaishi makusudi yao. Ila kuna makusudi ya Mungu ndani ya mtu. Na ndio sababu Mungu alitamani uzaliwe mara ya pili. Usiwe tu mwanadamu, ili uishi kusudi lake. Kusudi nini? Sababu ya kitu kuexist. Niangalie usoni. Mbona sinzia atakupiga na hii mic kichwani? Unafikia kupanda gari kutoka kuja Moshi hapa kuja hapa na tiketi zilivyo za shida saa hizi Moshi unafikia na mchezo. Na asubuhi saa 12 nirudi Moshi. Niangalie usoni. Kusudi ni sababu ya kitu kuwepo. Sababu ya hii mic ni kuongea. Sababu ya hii madhabahu iweke Biblia. Sababu ya kila kinanda kaka sikusikii ukikipiga, niko kipiga. Sababu, sema sababu. Mguse mwenzako mwambie wewe sababu yako kuwepo ni nini? Alafu nikwambie kitu, hatufanani. Hatufanyeje? Kila mtu amepewa testi yake. Sema nina testi yangu. Jiguse basi, sema na testi yangu. Hakuna testi inafanana na mwenzake. Nikisimama nikihubiri, Pastor Gloria akisimama akihubiri, Pastor akisimama akihubiri, na Prince akasimama akatabiri ni nabii, utaona testi tofauti. Na wote watawabariki kwa sababu wote wanasimama katika Roho Mtakatifu. Nani anakuambia ni mbaya? Sema nina testi yangu. Tembea hivi dada, sema na testi yangu. Jibrandi, jithamini. Lazima ukipenda kile kitu Mungu amekupa. Mimi napenda kuhubiri kuliko kazi nyingine yote duniani. I love preaching. Come on. Nikiona mic nasikia wow. I was born for this, I will die for this. So naambia imba, siwezi mchungaji. Yanapenda siwezi. Utabaki hivyo. Lazima uwe na courage, confidence. Ni kitu ambacho unakipenda, unakifurahia, unafanya bila hata kulipwa, hata chochote, you just do it and you feel comfortable and you feel that you have released something. Sema dunia yangu inasubiri kudhirishwa kwangu. Wanaume mpo? Wanaume! Dunia yenu inawasubiria wanaume. Tuone wanaume wakikaa pale UN, Umoja wa Mataifa, wanaamua vitu kwa ajili ya dunia. Tuone wanaume watakaosimamia familia zao na kuachilia mbegu ya urithi. Wanaume wamebeba mbegu ya urithi. Acheni kujipodoa. Kuna baba mmoja juzi nilikuwa nachora kucha. Nimekaa nikasikia ni nani miguu. Ngashtuka. Mbaba alikuwa anasuguliwa miguu.
wa baba wa siku hizi. Angalia usoni, sio alikuwa anasuguliwa kwa ajili ya nani? Amekaa. Sugua vizuri, toa sagu. Shindwa shetani, mwanaume anasuguliwa miguu. Mwanaume anajipaka lipstick. Unajipaka poda. Wewe umeumbwa mgumu bwana, sema mgumu bwana. Mambo gani wewe? Unajipulizia perfume 6. Wadada, ukimwona mkaka anakuwa over smart, naomba urudi kwa Mungu. Maana kuna wakaka hakuna nimesoma human resource. Mke wako atakula human resource. Toka akafanye kazi huko za biashara wewe. Unajua nilisoma business management. Huwezi kumanage hata kuku. Kuku tu kufuga wa kisasa. Management ya wapi? Mwanaume tafuta hela. Heshima mwanaume ni pesa. Ukija nyumbani na mfuko watu wasema baba huyo, baba huyo. So unakuja unasema mmepika nini? Hadi unaona aibu kusema mmepika nini? Mwana shindwa shetani. Lazima wanaume muwe wanaume. Kwa nini Mungu ajitambulisha kama mwanaume? Kwa nini Yesu aje kwa kama mwanaume? Asije kama dada Yesu. Kwa nini baraka zio za Ibrahim sio za Sara? Yeye amjiulize, hebu niangalie usoni. I wish. Kwa nini hizo baraka za Ibrahim, Isaka na Yakobo? Yesu mwanaume, malaika Gabrieli sio, siamini kama mtamsha kama mwanamke, kama mwanaume kiroho. Malaika Mikaeli na why? Kwa sababu mwanaume ndio mtu pekee aliyebebeshwa mbegu ya urithi. Ukimwangalia mimi na Glory ni wanawake, lakini ukipima damu yetu ikuti kwa mama yetu, unaikuta kwa baba yetu. Kwa baba yetu kama alikuwa na roho ya ulevi ina operate kwetu. Leo unavyotuona sisi ni makuhani, baba yetu ni kuhani toka akiwa na miaka 16 ndio alikuwa na kanisa la kwanza. Sasa hivi na miaka 50 kama mchungaji. Kwa vile anamfanya ile kazi na sisi tunaambukizwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho. Si unanielewa ninachozungumza? Mwanaume ukiwa mvivu unaambukiza kizazi cha wavivu. Mwanaume ukiwa jishughulishi, sikiliza, acheni mambo kutafuta dada waliosomea. Nataka mdada aliyosomea ualimu. Eti unampata mdada, mshahara wako shilingi ngapi? Ukiona mkaka anakuuliza hivyo, naomba ukimbie. Mshahara wako shilingi ngapi? Niangalie usoni wa kaka wa Yesu. Eti tena mimi ni mwinjilisti. Bwana nina wito na wito, ripo sika yanda, rapa papa. Tutakula rapa papa hapo ndani. Sema fanya kazi. Lazima tuone kusudi lako. Tembea kama mwanaume. Ukiingia kwa wazazi wako, koroma kama kaka ameingia. Hizi sofa zibadilishwe, hiki kitanda kibadilishwe. Haya mambo yakaa hivi. Bomoa hapa, jenga. Wewe ndio mwanaume. Kijana mnakaa tu, mama nipe 500 ya kunyoa. Yaani ukiona na miaka 22 3, unaomba mama yako hela kunyoa. Sijui nikwambie utatafuta mwambie namna gani. Haifai. Wakaka niangalieni basi usoni na wapenda mno. Alafu wadada wanawadharau mno mkiwa hamna hela jamani wakaka. Hasa wakaka wa kilokole. Mnashona tu suruali zenu. Yaani mnadharaulika. Mungu awabariki wakaka. Lakini huwezi kubarikiwa bila kufanya kazi. Fanya kazi. Ukilala ukiamka mwambie Bwana, uliniumba mwanaume, nategemewa na familia, nategemewa na watoto, nategemewa na watu, nipe kitu cha kufanya Baba. Hukukosea kuniumba mwanaume. Iko wapi sehemu ya urithi wangu? Iko wapi kazi yangu? Mungu atakupa kwa sababu ya nafasi aliyokupa kama mwanaume. Kina dada msio wake wa Ayubu, msio wake wa Ayubu. Kuna saa mkiingia kuna mambo yanabadilika, au ni uongo? Vitu haviendi sawa. So sasa simkane tu Mungu ufe. Mama Ayubu, pambana na hali yako. Ukiona baba amezidiwa na wewe, pambana, leta hela ndani. Niangalie usoni. Maana hapa kuna wake wa Ayubu, wako wapi? Dada umelala ni mke wa Ayubu nini? Mguse mke wa Ayubu hapa. Mwamshe. Dada, usiwe mke wa Ayubu. Kuna sawa wanaume wanapitaka kwenye vichapo vyao, kwenye matengenezo yao. Mkane basi. Kuna mchepuko wako. Mpaka unaambia mtu amkane. Vumilia mama, toka kapambane. Mke mwema nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita marejani. Ni kama merikebu inayotoka. Unanisikiliza? Sema naishi kusudi la Mungu. Sema nakuwa kile Mungu ametaka niwe. By fire. By fire. Unajaa neno na unajaa upako na unajaa kazi.
Tunasemaga Yesu moyoni, pesa mfukoni. Alafu equation ina balance, inakuwa ni elimination au substitution. Si mtajua mahesabu wenyewe. So unatembea mzee, hapana. Ukumbwa duniani kuzurura. Sema sikumbwa duniani kuzurura. Warumi 8:19, all creatures are growing, 17 nadhani, waiting for the manifestation of the children of God. Viumbe vinaugua, vinasubiri kudhihirishwa kwa watoto wa Mungu. Sikiliza rafiki zangu, vijana mlioko hapa, kitu ambacho Mungu aliweka moyoni mwangu, anambia nina njaa na vijana, nina kiu na vijana, ninataka niwatumie vijana. Kwa maana viumbe vyote vinatazamia. Kiswahili kimekaa vibaya, weka Kiingereza basi. Unajua walio tafsiri Kiswahili walikuwa ni Waislamu wa huko Zanzibar. Kwa kuna sawa walikuwa waelewi maneno vizuri. Kiingereza kinaelezea vizuri. Kutazamia, kutazamia, kumbe natazamiwa tu. Kwa hata lisipotokea basi. Haleluya. Weka Kiingereza, si utaweka Biblia gani ya Kiingereza nzuri hapo? Bwana Yesu asifiwe. Shetani anatafuta mtu pia kumtumia. For the earnest expectation of the creatures. Hey, wait, siku nikiwa Marekani, subiri nisome. Ezekali mwakani nikawa pale na kuhubiri kwa Trump. Waited for the manifestation of the sons of God. Yani kuna watu wamekaa wanaugua. Kuna kampuni zimekaa zijafunguliwa. Kuna yatima wamekaa hawajalishwa. Kuna nyumba zijajengwa. Kuna makanisa hayajafunguliwa. Kuna vitu havijavumbuliwa. Vinaugua, vinasubiri manifestation of the children of God. Danieli akasema wale wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda makuu. Ukisoma Ayubu 22:28 anasema nao utakusudia neno, nalo litathibitika, na mwanga utaziangazia njia zako. Watu wa damu mjui neno nini? Au mnapenda tu miujiza? Na watu wa damu tunaonaga nyomi mzee nyomi. Neno, sema neno. Neno litasimama. Neno litasimama. Mgusa mwenzako. Tumechoka kuona watu wanatembea na virizi. Yaani ukigusa maji yangu unakuua. Nani amegusa maji yangu? Sikiliza neno. Nani amegusa chumvi yangu jamani? Unalia kwa sababu ya chumvi? Neno. Mambo yote yatapita. Bidhaa za upako mnazoita sio elementary za upako zitapita. Ndani shetani akija anaangalia ndani, angalia ulichokishika mkononi. Sema power. Mathayo 4, mtu ataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno utakalo kwenye kinywa cha Bwana. Shetani aliambiwa, sikiliza wewe shetani, usinitishie. Sitaishi kwa cheti changu tu. Sitaishi kwa nyumba tu. Sitaishi kwa bali kwa kila neno. Natamani mfunguke fahamu, alafu muingie kwenye ulimwengu wa roho. Mjue ni neno gani ambalo Mungu amewatamkia. Nini ambacho Mungu amesema kwa habari ya maisha yako. Hicho ukisema ninakiishi, ndani yake ninaishi, ninakwenda na kuwa na uhai wangu, maana hakuna hukumu ya adhabu juu ya mimi niliye katika Kristo Yesu. Kwa kuwa sheria ya roho uzima imeniweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Ninatafakari yaliyo juu huko Kristo alipo, sitafakari yaliyo katika nchi. Anasema kwenye kitabu cha Wagalatia 5:24, na hao walio wa Kristo 23 wameusulubisha mwili pamoja na tamaa zake zote. Wamesulubisha nini? Unasulubishaje mwili? Kwa kulijaza neno. Usimame. Usisimame, kaa tu. Kama vile jana. Lina nguvu leo. Sema limeinuliwa neno lako lilosema Bwana. Sema kwa imani. Kasika yanda baba. Remo sayanda baba. Baba. Neno lilosema kwa maisha yangu. Neno ulilosema kwa kizazi changu. Neno ulilosema kwa watoto wangu. Mama. Kama vile leo, kama vile jana. Litakuwa na nguvu kwenye maisha yako. Hata kama mazingira hayakuonyeshi, lakini endelea kuamini.
Biblia inasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yasionekana, ni bayana ya mambo yasionekana. Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno. Waebrania 11:3. Hata vinavyoonekana havikutokana na vitu vilivyo dhahiri. Na wewe ni neno, utaviumba vitu vitoke kwenye ulimwengu wa roho, vitakuja kwenye ulimwengu wa mwili, utaviishi. Kuna siku moja mwaka juzi, Gloria nakumbuka, kuna watu walikuwa wanatudai madeni, wakachukua gari letu. Nakumbuka ile incident iliniumiza moyo sana kwa sababu ya milioni 2. Tukakaa miaka kama 3 hatuna gari. Lakini nilikuwa nasemaga haiwezekani. Nikitembea barabara sema lightness, mimi siwezi kutembea kwa miguu. Ina heri kama nini miguu ya hawa ipelekao habari njema. Shetani huwezi kunidanganya kwamba nitatembea kwa miguu. Lazima Mungu ataleta gari. Mwaka huu mwezi uliopita tumepata magari hayo. Magari mangapi? Magari mangapi? Shetani anaweza kaleta jaribu, akausha kama vile umekufa, kama vile unapotea. Sikiliza, mbegu ili yote lazima ife. Kuna saa Mungu ataruhusu usulubishwe, kuna saa Mungu ataruhusu ufe, lakini kiwango cha kufa ndio kiwango cha kufufuka. Yesu asingesulubishwa tusingepata wokovu. Wakati anasulubishwa kuna saa alilia, akasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Baba alichofanya aligeuza, akasema siwezi kumwangalia kwa sababu kikimwepuka lightness ataokoka, Prince ataokoka, Glory ataokoka. Yesu akiwa pale msalabani, kwa sababu akuja duniani kuoa, akuja duniani kujenga. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziharibu kazi za ibilisi. Pale msalabani alikuwa anaziharibu kazi za ibilisi. Naye alipojua kwamba ninaziharibu, akasema Baba, sio kama nitakavyo mimi, lakini kama utakavyo wewe. Mungu akasema sasa unajielewa. Kwa kuna saa ukipita kwenye changamoto, changamoto ni madarasa, ni mitihani, ni darasa la kipimo cha imani yako. Ili dhahabu iwe na moto, dhahabu iwe dhahabu, lazima ipite kwenye moto. Inawezekana kuna moto unaopitia, uwe ni moto wa elimu, uwe ni moto wa ndoa, uwe ni moto wa kipawa, uwe ni moto wa afya. Lakini nakuambia kitu, mwenye haki wangu ataishi kwa imani yake mwenyewe. Akisita sita, roho yangu haina furaha naye. Anasema furahini mnapoangukia katika majaribu mbalimbali, maana yanakuja kupima uvumilivu, yanapima saburi, yanakupa msuli. Na ujaribiwi kwa sababu yako, unajaribiwa kwa sababu ya kizazi. Kwa sababu kuna watu umewabeba, kuna kizazi umekibeba. Usipopita kwenye hilo jangwa hawataweza kupita, usipovuka hilo daraja hawawezi kuvuka. Wewe ni bridge repair, unatengeneza daraja kwa ajili ya kizazi chako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya nyumba yenu. Unatengeneza daraja, na watengeneza madaraja wanapigwa, wanaonewa, wanatolewa sadaka. Lakini Mungu alijua kwamba wewe ndio utakayetengeneza mahali palipobomoka, pakaharibiwa vizazi na vizazi. Naona Mungu akiinua watengeneza madaraja mahali hapa. Kina Yusufu wanainuka, kina Danieli wanainuka, kina Musa wanainuka, kina Daudi wanainuka, watakaosema huyu Goliati haijalishi amekuja kwa namna gani, sina silaha, sina mfumo, lakini najua mtetezi wangu yu hai. Akashika yale mawe, akasema Goliati ni nani mbele ya Mungu? Ni sawa tu na wale ndege. Akaja na yale mawe, akampiga Goliati. Ramasika yanda reko seketere mama. Nasikia ndani yangu Roho Mtakatifu anaanza kugua. Anasema lightness ninawataka, nina kiu na watoto wangu. Inawezekana dhambi imekuangusha, lakini sikiliza, unaingia 2026 ukiwa mtoto wa Mungu. Unaingia ukiwa mtoto wa Mungu. Shetani hana maagano na wewe, shetani hana makusudi na wewe. Nasikia Roho Mtakatifu anasema watu wangu wameibiwa, wamenaswa kwenye mashimo, wala hakuna asemaye rejesha. Lakini jioni ya leo, usiku wa leo ambao tunamalizia mwaka, naona Yesu akisema rejesha manabii wangu, rejesha watumishi wangu, rejesha watakatifu wangu, rejesha watoto wangu niliowaita kwa jina langu, nikawasamehe dhambi zao. Akashuka kuzimu, akamwambia shetani, sikia, msalabani nimepambana, msalabani nimeng'ang'ana. Msalaba ndio asili ya mema, nina
Yesu wa mzigo wako, nina uzima, furaha daima. Akasema nimepambana, nimeshinda. Akasema tumesulubishwa pamoja na Kristo, lakini tukafufuka na Kristo, tukaketishwa mkono wa kuume pamoja na Kristo. Sikiliza, alivyoshuka kuzimu akamkuta shetani ameshika ile hati ya mashtaka, ile hati ya dhambi, ile hati ya umaskini, ile hati ya magonjwa, kwamba hii familia imecholewa mstari, hii familia imecholewa mstari. Hawataka wapande ndege, hawataka waendeshe magari, hawataka wawe na ndoa nzuri. Kuna mistari ilichorwa kwa sababu ya madhabahu za giza zilizoinuliwa kwenye vizazi na vizazi. Yesu Kristo akashuka akamwambia shetani, give me the keys. Nipe funguo za mauti na uzima. Nipe funguo kwa ajili ya glory. Nipe funguo kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Shetani akaachilia zile funguo. Yesu akapanda na funguo duniani. Hakwenda nazo mbinguni. Akaingia duniani. Akamwambia Petro, tazama nimewapa funguo za kuzimu, mauti na uzima. Lolote mtakalo lifunga duniani, mbinguni. Sema mbinguni. Automatic. Ufungua mauti niona, ufungua biashara yako niona, ufungua hatima yako niona. Sio Yesu anao, ni wewe kusimama na kung'ang'ana na kusema nimekataa, mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, mimi ni wa juu. Kasika, mimi ni wa juu, juu. Na waza yaliyo, na waza yaliyo, na waza yaliyo reposika yana. Unajua, nikiwa naimba wimbo nimeona Mungu anainua watu, anaweka juu. Ujumbe sije kwa kila mtu. Najua hii safari imekuwa na vita. Nilipopata ile ajali nikamwambia Mungu, kwa nini nimepata ajali kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu? Sije hata kupata ajali hata kwenye gari la mtu. Akaniambia safari yako ya dai na vita. Maana kuna watu nataka nikawainue. Shetani alitaka niulie pale kwa sababu yako. Imagine, jamani, nikikuelezea ile ajali ilikuwa ni mbaya. Nilikuwa mwenyewe kwenye gari. Akasema kuliko ufike ufikishe ujumbe kwa fulani ambao unajua ni wewe, nimekuja kwa ajili yako, bora ufe. Kitu kilichonithibitishia ni ajali niliyokutana nayo leo hapa Dar es Salaam. Nilivyoshinda nikatoka kwa ushindi, nilipofika Dar akaniambia unijui. Nimekutana na bodaboda, tumekutana uso kwa uso. Ile bodaboda nyingine ikaanguka, ikavunjika zile side mirror, ile mtu akalala hapo, nikaumia lakini leo niko hapa. As long as shetani hajaniua, lazima shujaa inuke. Lazima shujaa inuke. Sauti zitasikika. Sauti zitasikika. Ukisoma kitabu cha Mika 4:10, Mika 4:10, andika hapo Mika 4:10. Nataka ile andiko tusome nalo kwenye maombi. Mika 4:10, chap chap. Nasikia linakuja kwenye moyo wangu. Uwe na utungu ukatabike, ili uzae binti Sayuni. Uwe na utungu, lazima ufike mahali kwa habari ya hatima yako uwe na utungu. Hakuna mtu kukuonea huruma dada. Sikiliza, wewe ndio kujipambania. Mambo ya hatima ni ya mtu na Mungu, hayahusiani na baba yako. Maana watu wa karibu wa kuwa hatima ni wale watu wa karibu. Lakini uwe na utungu. Bila kuwa na utungu Mungu hawezi kuzaa kitu. Na leo nataka tubebe mimba za kiroho hapa. Tunaingia 2026, tumezaa watoto wetu. Tunaingia, tumerejesha vilivyoibiwa. Tumerejesha vilivyoibiwa. Tunarejesha vilivyoibiwa. Kama kuna baraka yako ilikamatwa Januari, Februari, March, Aprili, kwa dakika hizi chache unainua utungu ndani ya tumbo lako la uzazi. Hata wanaume mna matumbo ya uzazi ya kiroho ambaye Mungu anatungisha hatima na destiny na upako Mungu alionipaka. Roho Bwana yuko juu yangu kwa kuwa Bwana amenipaka mafuta. Na leo nasimama kwenye hii madhabahu kusema kwamba chochote ambacho shetani ameiba anarejesha. Uwe na utungu, utaabike, utaabike. Repo sika yanda. Usikubali kunyamaza. Usikubali kunyamaza wakati ndugu zako wanafia kijijini, wakati veti vyako vimekaa, wakati Mungu amekuweka ni simba. Nasikia sauti inaniambia waambie inuka we shujaa. Nasikia sauti kubwa inaniambia waambie inuka. Hawa ni mashujaa.
Hawa ni mashujaa, hawa ni mashujaa. Sijui naongea na nani, lakini malaika wanaofanya kazi kwenye hii madhabahu ninawaachilia sasa, waende wakamate wote ambao ni mashujaa. Repo seketere masika yanda, rema seketere mama ina ramasikate. Mamlaka na nguvu nina, watu wawili washike maiki, wawili tu, kufanya lolo. Manisha nasikia nguvu. Huo ni wimbo wa kinabii, mwambie Bwana na nguvu. Sema kwa imani. Kasika yanda. Adui ukuweza kuniua, mwambie mamlaka na nguvu. Manisha hata kama pesa yako haina mfuko, mamlaka, kuna nguvu inaachiliwa, kufanya ramasika ya wewe upo, kwa sababu Mungu anakaa ndani yako, sio kwa sababu umesoma sana, sio kwa sababu una maisha mazuri. Naona malaika wanaachilia. Sikiliza. Umeniweka sirini mwako Bwana, nikujue zaidi ya fedha zangu. Umeniweka sirini. Kuna watu umewekwa sirini, kuna watu umefichwa. Leo tunaona kama wanawake wa kawaida, lakini ndani yenu mna vitu vya ajabu. Kuna watu umewekwa sirini. Umeniweka sirini mwako Bwana, nikujue zaidi ya wazazi wangu. Mamlaka na nguvu kasika tata masika ya repo seketere mama raba enaraba sayana idana mama. Mana we upo, sema upo. Repa seketere masayana eka saka remo eka repa sikayana. Yes, power eka saka mashemas. Kuna moto unapita. Mtoto. Kuna moto unapita. Naona malaika. Iba taratibu kidogo. Punguza sauti kidogo. Uniweke sirini. Punguza sauti kidogo. Punguza sauti kidogo. Unaiba lakini kwa taratibu kidogo. Henda ramasika. Unajua naona malaika wanavalisha watu mavazi. Mungu amenipa macho ya kinabii. Mungu aliniambia kanirudia kizazi cha moto nitakachokitumia Esther generation, kina Joshua generation. Nikamwambia Bwana, I have sacrificed to my studies just because of you. Na leo nasimama hapa, naona familia zinainuka kwa sababu yako. Rama seketere baba. Power. Minyororo inakatika, kamba zinaachia, vifungo vinaachilia. Majemedari wanainuka. Simba, I see a lion spirit in you. God is telling me to tell you, you are the servant of God. Kuna chupa ya mafuta naona na mimino kwenye kichwa chako.
Sasa hivi, sasa hivi, sasa hivi mikono yako inatiwa nguvu, unamuua huyo Goliati. Yes, 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 yes. Rema sika, weka kiu, weka njaa. Mwambie Bwana, nina kiu na wewe, nina njaa na wewe. Nimechoka Ukristo wa kawaida, nimechoka maisha ya kawaida. Nifanye kama wewe, unifinya. Naona ndimi za moto, naona manabii wanainuka. You are going to prophesy. You are a prophet of God. You are going to prophesy. God is opening your mouth. Your mouth. Your mouth. I see prophetic anointing upon your life. God is going to use you. God is going to use you. Come on, Jeremiah. Wakini tazama wako wewe. Achia. Unifinya. Achia. Unafunguliwa. Haya. Achia. Achia. Nifanye kama wewe. Nimeona moto kwenye kichwa chako. I've seen fire. Kuna Biblia naona Mungu anakukabidhi. Naona upako wa kikuhani. You carry the priesthood anointing. Mwambie Bwana niko tayari. Mwambie Bwana niko tayari. I see you outside Tanzania. Sikoni Tanzania. Naona umebeba passport, unavuka mipaka. Na Mungu amesema na wewe about international grace. Hey, today I open your life. I open your life. Yes. Enda ramasika ya. Reposika ya. Unifinya. Shika hivi, kuna kitu nakuka moyo. Achia wa uchungu. Achia wa uchungu. Achia uchungu. Achia uchungu. Achia uchungu. Achia uchungu. Yes. Nila kuimba. Unifinya. Unifinya. Nila kuimba. Unifinya. Yes. 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 Mwambie Bwana, nifinyange. Nifinyange usiku wa leo. Enda na baba. Wakinitazama. Yes. Na subiri kidogo. Naona kama unapanda mlima alafu umechoka. Nilikuwa nimeshika mkono wako, nikaona mlima ambao unaupanda ila umechoka sana. Na ulifikia hatua ya kukata tamaa hata kwa habari ya Mungu. Kwa sababu ya mlima ambao haumalizi. Mungu ananiambia mwambie mwanangu, matengenezo yake sio ya kawaida. Yes. Anasema usikate tamaa. Usichoke. Atakushika kwa mkono wa kuume na kukuambia njia ndio hii, ifuate. Jesus, help our Lord. Navua huo mzigo uliokuwa umevalishwa kwenye mabega yako. Unifinyange. Yes. Wakini tazama. Ripo sika ya naraba. Ika na 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 na. Ika na 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 na. Ika raba sika ya na. Kiu ya Bwana iongezeke ndani yako. Kiu ya Bwana, kiu ya Bwana, kiu ya wokovu, kiu ya wokovu. Ripa sika rama repa ripo seketere baba. Hebu kila mmoja inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Endelea kuimba wimbo. Inua mikono juu. Inua maanisha. Kuna kitu kinaachiliwa. Kuna kitu kinaachiliwa. Kuna kitu kinaachiliwa. Kuna kitu kinaachiliwa. Maana watu wamekuwa wanaona aibu.
Watu wamekuwa shindwa. Watu wamekuwa wanaona kuchoka. Tembea, naona tu tembea na mimi. Simamishi. Simama, tembea na mimi. Yes. Piga hatua moja zaidi. Hatua moja zaidi. Unaenda. You are going. Every power of darkness. Power. Yes. Fire. Yes. Yekasikatana mama. Resakatana masekatana. Indarama. Rakosakata. Indarama sayana. Yes. Muda wetu unaenda. Natamani kumalizia. Kama unasikia una wito wa Mungu ndani yako, you feel you have the calling of God in your life, can you come here? I see God is ordaining people. Wana ulie waisa. You feel you have the calling of God. Piga tu magoti hapo, mwambie Bwana niko hapa. You feel you have something about God. Manisha wanyonge, mwambie Bwana niko hapa. Bila wewe siwezi. Najua mimi sio mtu wa kawaida. Glory mchungaji sogeni huku mbele, sogea mbele. Njoni mbele huku. Niwaambieni kitu. Mungu anasema niwaambie hivi. Kama amewaamini, jiaminini. Anasema waambie kama nimewaamini, wajiamini. Mungu anasema ninatafuta mtu nitakayemsimamisha. Anasema niko kwenye tafuta kanisa la mwisho. Ninawatengeneza kwa ajili ya kanisa la mwisho. Ninawatengeneza kwa ajili ya unyakuo. Naona watu mmebeba bendera za nchi mbalimbali hapa. Nyie mnadhani mmeumbwa kwa ajili ya Tanzania. Nations are calling you. God is going to anoint you again today. Wakati sisi na watumishi wa Mungu tunaweka mikono, naona mbingu zina anoint. Wengine mlikuwa mnashindwa kuacha baadhi ya dhambi. But because of this anointing, every chain is going to break. Kila roho ya dhambi. Wengine mlikuwa mnatembea kwenye roho za hofu na woga. Na iona roho ya ujasiri inashuka kama simba. Mungu anasema wale niliowajua toka asili, niliwachagua toka asili, wafananishwe na mfano wa mwana wa pendo langu. Hawa nimewachagua toka asili, na hao niliowachagua nikawatukuza. Wanangu ninawatukuza. Mna majibu ya familia zenu, mna majibu ya kanisa, Nasikia ndani yangu Roho Mtakatifu anasema waambie wanangu, wana majibu ya kanisa, wana majibu ya kanisa la Tanzania. There is a power of the Holy Ghost. Please John help me say this. There is fire. Baptism of fire. Ubatizo wa moto. Usizuie. Ubatizo wa moto. Yes. Naona moto.
Naona ndimi za watu zinashikwa na moto kama siku ya Pentekoste. Ndimi za moto, ndimi za moto. Watu mtatabiri, macho ya roho yanafunguliwa, macho, vinywa vya mamlaka. Watu wanakabidhiwa mapanga, mapanga ya kiroho, ya kiroho, ya kiroho, ya kiroho. Eka seketele mama, eka seketele mama. Pokea moto, pokea moto, pokea moto. Yes, yes, yes. Moto, moto unapita, moto. Yes. Mwambia Yesu leo, mwambia Yesu leo, 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 leo. Nena mama mama mama. Nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena kwa lugha, nena, nena. Yes. Usiondoke, usiondoke. Yes. Yes. Mafuta mabichi, mafuta mabichi, mafuta mabichi, mafuta mabichi, mafuta, mafuta. Yes. Eka sakatara masekete, repo sekete mama mama, reka sekete mama. Enda rama sakayana, repo sikatara mama mama, enda rama sikate, reko sikatara mama. Nela kuima usikatishe wingu. Eko sikata. Unajua naona moto unashuka. Naona tohara, watu wanatairiwa. Naona tohara ya neno, tohara ya neno. Watu wanakiwa kiu ya kusoma neno, kiu ya kusoma, kiu ya kukaa. The power to stay in the word of God, the power to stay in the word of God, the power to prayer, the power to pray, the power to stay. Power. Reka sekete mama mama. Yenda na masika. Jala pakatarabosi abakatapa. Eshele koto paraka paraka. Kaba baba 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 baba. Jele makapara. Yenda na masika tele baba. Leko sekete. Reka baba 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 baba. Eliza kapara koto sata. Yeka sekete mama. Leko sia mama 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 mama. Yes. Fire, fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Liba kakosita rapa kata lebo sia. Eliza kapa, Eliza kapa, Elika kapariano sakapaya. Esholekia matala kapaya. Elika kapara. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes. Let up. Yes. Mafuta. Yes. Yes. Funguliwa. 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 Yes. Inatoka. 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 Inatoka leo. 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 Kaseketere mama mama. Leko baraka baba lagados. Eshana mama mama mama. Alako sila mahatas. Jesus. Unajua? Nilikuwa nimekaa naona watu wanasukuma watoto wanazaa. Nilikuwa naona kama watu wanazaa. Nikasikia neno Sayuni alipoona utungu alizaa. Rafiki zangu, wewe sio mtu wa kawaida kwenye hiyo familia. Unaenda kuzaa. Kuna watu mmebeba burden kwa ajili ya familia zenu. When you remember your family, you tell God, God, why am I carrying this burden? Because you are the hero of that generation. And I stand here as a woman of God to tell you that you are going to. Unaenda kuzaa. Unazaa hatima za ndugu zako. Inatoa mikono yako juu, mwambie Bwana niko tayari. Mwambie Bwana niko tayari. Mwambie Bwana nisafishe. Ondoa kila uchafu ndani yangu. Natamani kuomba na watu ambao wanataka kumpa Yesu maisha. Sikiliza, usikubali mwaka uishe hujatengeneza maisha yako na Mungu. Yako matumaini katika mtu ulio katika, kama unaweza kuchipuka tena.
Wewe kama unataka leo ukiunganisha tena maisha yako na Yesu, na wokovu sio dini, wokovu ni kupokea Yesu ndani ya moyo. Njoo usimame hapa. Inawezekana nafasi isipatikane tena. Usiogope. Njoo tumwambie Bwana, leo ninakukabidhi tena maisha yangu. Sitaki kutembea kwenye machozi. Sitaki kutembea kwenye giza. Sitaki kutembea kwenye roho yoyote inayonizuia nisione uzima wa milele. Waache tu, tusiwanyanyue, waache. Kama wako rohoni waache. Watakuja kusimama tu wale wanaokoka, msiogope, waacheni watu. Njoo simama hapa nilipo kabisa. Nyinyi mnaokoka mje hapa. Naona Yesu anawaita. Kaingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie. Watu Yesu anaingia. Kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu. Sogea tu hapa, sogea. Itakufaidia nini kuja kanisani usiende mbinguni? Yesu anarudi. Yesu anarudi. Na atalichukua kanisa takatifu. Atalichukua kanisa. Bila Yesu ani kitu bure. Bila Yesu. Manisha. Mwambia Yesu anakupokea. Bila Yesu. Wani mchumune. Weni yote kwangu. Sikiliza nikwambie. Niambeni kitu. Hakuna haja ya wewe kuwa katikati ya kundi la watu waliookoka, alafu parapanda ikilia sasa hivi usiende mbinguni. Yesu alisema, mimi nimekuja ili muwe na uzima, tena muwe na utele. Zawadi ambayo ninaweza nikakupa ni uzima. Yesu hakuja kufa ili tupate magari. Yesu hakuja kufa ili tupate ndoa. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine mtazidishiwa. Mwana mpotevu alikaa akajitafakari, akasema hata kama nimemfanya baba yangu nini, siwezi kuendelea kula makombo na nguruwe wakati nyumbani kwa baba yangu na chakula. Na leo namuona baba aliyekaa kwenye madhabahu, aliyeufungua moyo wake, anamsubiria yule mwana aliyekuwa anakula makombo na nguruwe. Anasema there is another chance my son, there is another chance my daughter, I am here waiting for you. Mwana mpotevu aliporudi kwa baba yake hakumfukuza, akamwambia ulikuwa wapi? Alikimbia, akamlaki, akamvalisha pete, akasema yule aliyepotea amerudi. Ibada yetu itakuwa na maana pale tutakapounganisha maisha yetu na Kristo. Yesu atafurahia ibada hii wakati shetani ataachilia watoto wa Mungu. Huwezi kubarikiwa nje ya wokovu. Huwezi kupata chochote nje ya wokovu. Lazima utengeneze. Na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba kitu kinachokupa ujasiri ni ile damu. Sikiliza, Yesu amezaliwa. Usisherekee Christmas wakati ndani yako dhambi inakutesa. Ipe kibuti leo. Sema we dhambi, wewe leo ninakuua. Nataka Kristo azaliwe ndani yangu kwa upya. Ni furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja akitubu. Inua mikono juu, maanishi sio kila siku mtubu. Leo ndio iwe mara ya mwisho kutubu. Inua mikono, mwambie Mungu leo namaanisha. Inua. Maanisha, unajua ukimaanisha kuna tohara inatokea ndani. Maana sala ya toba sio maneno, ni moyo. Ni moyo. Wapendwa, haujui kwa nini Mungu alikuruhusu kuja kwenye mkesha. Usikae ukajifanya kwamba mimi naimba watanionaje. Hatujasema umezini, tumesema kama unahisi mahusiano yako na Mungu hayajakaa vizuri, njoo tengeneza. Yawe weni yote kwangu. Yawe ningekuwa wapi. Mwambie maneno haya. Enda ramasika enda. Weni yote kwangu Baba. Weni yote. Pigeni magoti, pigeni magoti. Ningekuwa wapi. Kaingia rohoni mwangu, kanipa kutulia, kaniambia ewe mwanangu usilie.
Kanisa, nyosha mikono yako juu ya watoto wa Mungu ambao leo wanampa Yesu maisha. Nasema ni furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja ya kitubu. Nataka nikuambie moja ya maamuzi makubwa utakayofanya kwenye maisha yako ni kukubali kuzaliwa mara ya pili. Nikodemo akaenda kwa Yesu usiku akamwambia, nifanyeje niweze kurithi uzima? Akamwambia lazima uzaliwe mara ya pili, kwa kuwa kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa na roho ni roho. Leo naiona roho ya mtu ikirudi mahali pake. Haleluya. Hakuna hukumu ya adhabu juu ya wewe uliye katika Kristo Yesu. Chochote ulichokifanya, anasema dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu zitakuwa nyeupe kama theluji, zikiwa nyeusi kama bendera zitakuwa nyeupe kama suzu. Anasema njoni tusemezane. Kama mkitubali na kutii mtakula mema ya nchi, kama mkikataa mtaangamizwa. Anasema kwenye Isaya 43 mstari wa 25, mimi ni Mungu niyafutai makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako tena. Hata kama jana ulifanya dhambi kabla hujaingia hapa, Mungu ameifuta kwa ajili yake. Umekuja hapa mbele kwa ajili ya Mungu na sio kwa ajili yako. Yeye ndo anasema wale niliowajua toka asili niliwachagua toka asili, wafananishwe na mfano wa mwana wa pendo lake. Sio nyie ndio nichagua, ni mimi nimewachagua. Na kwa sababu hiyo tunaunganisha na ufalme wa Mungu. Haleluya. Inua mikono juu, sema Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa pendo lako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa tarehe ya leo ambayo ukutamani ipite bila mimi kumpa Yesu maisha. Tarehe 20 ya mwezi wa 12 2025, nimerudi kwa baba yangu. Nimekataa kula makombo na nguruwe wakati nyumbani kwa baba yangu na chakula cha kutosha. Nipokee, unifanye kuwa mmoja wa watoto wako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa nimeokoka. Nataka utamke neno, mtumishi wa Bwana, kwa ajili ya watu, kwa sababu kuokoka ni kutangaza vita na shetani. Repo sika yana rama sika tere baba rema seke tere bo sika yana ina mama mama repo saka tarama sika ta repo sika yana ina mama. Kuna roho inakuachia. Repo saka tarama mama ina mama. Yes, yes. Repo sika yana reko sakatarama idarama sikaya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Naweza mkatoka hapo nje, nadhani kuna watu wanaandika majina. Tokeni tu kwenye mlango hapo, simameni. Sasa mmeokoka, tokeni tu hapo. Nadhani kuna watu wanaandika majina kwa ajili ya kuwasaidia kiroho. Tokeni tu hapo, pigeni makofi kwa ajili yao, piga makofi kwa ajili yao. Tokeni hapo. Muda wangu bado robo sana, malizia Glory. Naona bado robo sana, malizia. Ka. Kuna watu wachache natamani niseme nao nikiwa namalizia. Bado muda wangu naona robo saa tumebaki hapo. Haleluya. Mziki. Thank you Jesus. Repo sika yandara masika. Yandara masika. Iko sika huyo. Thank you Jesus. Naona kama nuru ulikuwa pale. Nikaona kama star, kama nyota ambayo ilikuwa inang'aa sana, lakini nikaona kama giza linaifuata na kama vile inakandamizwa ili sing'ae. And it's like a rising star. There is this darkness that is coming from far to squeeze the star. To squeeze the star. Sometimes unakuwa hujielewi. Ni kama vile you are confused, but you know you have the calling of God. But there are a lot of noise. Kuna sauti nyingi za kigeni zinakuongelesha. Sikiliza nikwambie, shika mkono wangu namna hii. Can you tell God something? Tell him. Mungu amemwambia niambie chochote. Mungu anakupenda. Binafsi utaongea kwenye mic. Unamwambia sasa hivi hapa. Wewe mwenyewe mwambie hicho unachokitaka sasa hivi. Ndicho ambacho nasikia Mungu anasema. Tell him. There is a grace of God upon your life. Tell him right now. Situmii nguvu zangu. God has shown me, because there is a rising star. Wakati nyota ya Yesu ilipoonekana, mamajusi waliona. Walipokuja kwa Herode akasema yuko wapi aliyezaliwa? Akataka kwenda kumuua. Naona kwenye ulimwengu wa roho kuna maherode wamejipanga na wamekuwa na pambana sana na hii nyota, kwa sababu imebeba habari njema.
imebeba uzima wa watu. I see the healing anointing in your hands. As I'm touching your hand like this, I see God is using it to heal cancers, to heal HIV, those diseases which are big. I see God is going to use you to heal those diseases, because God raised you to this generation. You get the anointing for healing. You have been namona kama Benihin amesimama nyuma yako. I don't know what am I seeing. Maybe you have been desiring the anointing that Benihin is walking with. I saw in the spiritual realm, he's standing with a white suit behind you. Let me tell you, God is going to use you. This is time as to shine. In the mighty name of Jesus, you are going to shine. You are going to shine. You are going to shine. Yahweh, usiniogope. Hautaki Mungu aongee nawe. Yahweh, mimi sinaga unabii kuaibisha watu tafadhali. Kama Mungu hajaniambia. Mambo ya kuaibishana sitaki. Haleluya. Sasa kwamba umekula mchicha au ni usu. Kwamba kile Mungu amesema. Nisikiliza. Nilikuwa natembea, nikaona kama vile damu. Nilikuwa sielewi kitu gani. Lakini Mungu akaniambia kuna moyo ambao unamwaga damu. Kuna kitu Mungu amekuwa anataka ukisamehe, lakini umekuwa unakichukulia it's hard. Kuna kitu mkibeba kwenye moyo wako, na kimekuwa kinakuzuilia mambo mengi sana. Nilikuwa sielewi. Unajua kuna sababu unaosha picha and you don't understand. But I saw the blood and God was telling me the heart is bleeding and it is resist. My dear friend, you cannot carry those people because you have to carry Jesus. I know it is too hard for you to forget, to forgive, but you are not going to cross 2025 with this kind of pattern. Mungu anasema kwamba amesema jamani, mizigo. Amekuja kutua mizigo. Me, I don't know this lady. I don't know her. But God is healing her. She has been crying. Amekuwa analia, Mungu, mzigo mbona siwezi kutua? When am I going to tua? You have come to the house of the Lord and the Spirit of God is here. I see this burden is coming out of your life. Leo anasema Roho Bwana yuko juu yangu, kwa kuwa Bwana amenitia mafuta kuhubiri maskini. Yani yes, huo mzigo aiwachie. Sema nasamehe kwa kinywa chako leo. Na kuna kitu kitaachia. Kuna hata ugonjwa unataka kukupata. You are thinking so much, you are not even sleeping. I see you at night, you are not sleeping, you are overthinking. Let me tell you, uwezi kujiongezea hata nywele wala urefu. Leo Mungu amesema ninakutoa huo mzigo, kwa sababu on your own you can't. That's why Jesus is here to carry this burden. And I am standing here as a woman of God. Kama mama, take it off. Pale madhabahu nimpeleke apige magoti pale, amwambie Mungu anachotaka. Mshike mkono taratibu, alafu usiendelee haraka. Kaka, mshike mkono taratibu. Ashikwe na taratibu. Piga magoti, mwambie Mungu anachotaka. Mungu anaona hata sirini jamani, si kweli Mungu anaona hata wapi? Njoo au simama hapo hapo. Naona mzee kama vile mzimu. Wewe una kitu cha Mungu, ila familia iliyotokea inaabudu miungu. Unanielewa lakini? Ndio. Yaani naona watu wanatoa sadaka mpaka watu. Naona wazee kwenye familia wanaabudu, wana so deep covenant ya miungu. Na ulivyozaliwa, walivyoona nyota yako, wewe uliletwa kwenye familia kama mkombozi, ulete mbegu ya Mungu, lakini wao walikumark kama mtu wao. Ndio maana utakuwa shahidi kwamba hata kukua kwako kumekuwa kwa mateso. Yaani ulikuzwa kwa shida, kwa sababu walikuwa wanakuinda. Na kuna saa wanakuvuruga kichwa. Yaani unabeba vitu vingi. Kuna saa kama unataka kuwa kichaa. Sio wewe, ni ile miungu inakuwa inakungangania. Unakubali Mungu akutenge na hiyo kitu? Unaamini kwamba ipo? Unaijua? Wasema kwamba mama anaongea tu. Ipo. Mikubwa. Lakini Mungu anasema nikiwa upande wenu nani alijua yangu? Nikwambie kitu. Mungu anaenda naona ukifungua kanisa ndani ya hiyo familia, wachikuita mchungaji ndani ya hiyo familia. Naona ukienda kwa mchungaji ndani ya familia. Kama vile ambavyo nani yule namsikia Gideon alivyoangusha ile miungu ya Baali, ndivyo na wewe Mungu anaenda kupa maagizo. Kuna mungu wa Baali kule kwenye familia, unaenda kumwangusha. Unanielewa vizuri? Shika mkono wangu namna hii.
katika ulimwengu wa roho, ninakukabidhi mamlaka ya upanga. Chochote ulichokabidhiwa ukiwa mdogo kwenye madhabahu ya giza, ambacho kinakumonita usisimame kwa Mungu, usiwe na nguvu na stability na stamina, ninasimama kama nabii wa Bwana, ninakuvua rapa sika inda, na kuvua hilo vazi la miungu, na kuvua hilo vazi la mababu, na kuvua hilo jina la hiyo familia. Ninakukatisha kwenye kiti cha enzi cha Mungu, kwamba you are going to open your family. Any spirit from the kingdom of darkness that is hindering you, it is leaving you right now. Yes, naona Mungu anakufungua. Yes, nuru inaangaza. Nuru, pokea hiyo nuru sasa hivi. Naona vifungo. Nani amshike miguu? Naona kuna kamba zinafunguliwa kwenye miguu yake. I'm very serious. Mshike miguu. Naona kamba. Unakatwa kule kijijini. Naona kaburi linapasuka. Njoni wakaka wenye nguvu, kuna kitu kinafanyika hapa. Hii kitu sio mchezo, hii ni ngome. Ripasika, ilo kaburi. Pasuka sasa hivi. Aya. Yesu amekuja tuwe na uzima, tena tuwe nao tele. We kaburi la babu, unayeabudiwa na enzi. Unaona nguvu ya giza ilivyo? Haikuwezi, lazima utoke. You have to come out. You are a servant of God. Haiwezekani ukatumikia miungu ya kwenu. Why did God want you? Mungu anasema mwambieni na aje na yeye. Mwambieni na mtaka kwenye madhabahu ya Mungu. Tunakuweka wakfu kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Kuanzia sasa umefunguliwa, upo huru katika jina la Yesu Nazareti. Yawe weni yote. Unajua kitu Mungu ameweka ndani yako, lakini umekuwa you are not willing. Biblia inasema mtu mwenye roho ya kusita sitapendezwa naye. Kuna moto fulani, kuna kitu Mungu amekuwa anakuambia kwa habari yake ndani, lakini umekuwa unakuwa mzito kuchukua hatua. Umeelewa ninachokizungumza na kijua? Unakielewa? Ni kitu Mungu amekuwa anakuambia ukifanya, lakini umekuwa unakipa muda. Umeelewa sasa hivi? Very serious. Hebu mwambie Mungu niko tayari. Just piga magoti. Maana nimeona kama kinakuwa kinakuzuia. Kuna aina ya maombi Mungu ujibiwi kwa sababu ya hicho kitu. Mwambie Mungu niko tayari. Mamlaka na nguvu nina. Mwambie tu maanisha mdogo wangu, maanisha tu. Najua ni sio kirahisi, lakini anakwenda kutia nguvu. Yes. Nishike mkono nisizame mawimbi. Wimbo kuna mtu nimeambiwa niimbe, sijui ni nani. Nishike reposika mandere masaka reposika ya darawasa wewe. Mungu amekupa huduma gani? Umepewa huduma gani na Mungu? Kuimba. Lakini unajua ni kuhani. Unajua una kuhani ndani yako. Unaona ukuhani. A priest. Unajua hivyo? Unajua hivyo? And you don't feel it. Maana ulikuwa umekaa hapo nikaona umevaa vazi la kikuhani as a priest. Yaani kama kuhani. Sasa I don't know when, I don't know how. But God is telling you are going to be a priest. Yaani unaenda kukua kuhani, mchungaji. So, kitu ambacho natakiwa nikwambie, take care of yourself. Jali maisha yako. Jali njia zako. Usiishi kama vijana wengine wanaoishi. Kwa sababu kilichokibeba ni kitu special sana. Anasema nikuambie mara mbili, usijichanganye. Akikuambia usifanye jambo, usifanye. Unaelewa? I'm very serious mdogo wangu. Kuna siku utanikumbuka na utakumbuka hapa. Anasema usiishi kama vijana wengine. Usiishi kama watu wengine, kwa sababu kuna special assignment ambayo ameweka. Hiyo kuimba ni kama bahasha
ila barua bado haijasomwa. Barua ipo ndani. Hiyo ndio ujumbe nilikuwa nao kwa ajili yako. Nisizame mawimbi mengi. Mamako yuko wapi? Kuna kitu ambacho naona anakipitia. Hicho kitu kinakuumiza hata wewe. Kuna kitu anakipitia. Kwa sababu nilikuwa nimekaa hapo nikaona mwanamke amesimama nyuma yako, amefunga kitambaa. Kuna kitu anakipitia cha kichungu, naona unatakiwa usimame umuombe. Kwa sababu kinakuathiri hata wewe. Hicho ambacho nimekiona. Naona ni mama kabisa amesimama nyuma yako. Akawa na machozi. Kuna kitu anakipitia. Naomba ukamwangalie vizuri, kamuulize vizuri. Na hicho kitu Mungu anasema wewe ndio mwenye mamlaka na uwezo wa kuweza kumwombea akatoka hapo. Ni kitu kigumu, kinataka kumpa pressure. Kwa sababu ya hiyo stress. Unaelewa vizuri? Kinataka kumpa pressure. Kumbatia. Jesus. Anavyonikumbatia ndivyo ambavyo anamkumbatia mama yake. Ile stress ambayo anaiona kwa mama yake. Ile tatizo ambalo limerushwa kwenye kichwa cha mama yake. Rimo sika inda rama sika te. Repo sika ya. Shike mkono. Asizame. Mawimbi ni mengi. Unamponya, unamfungua kuanzia sasa hivi. Anakuwa huru kwa sababu ya binti huyu. Chochote ambacho atamwombea kitatokea, na atakuwa na shuhuda kubwa zitakazotikisa kwa ajili ya ule uponyaji ambao anakwenda kufanya kwa mama yake wa moyo. Maana anaona shida ambayo iko kwenye moyo wake una maumivu makali. Mungu anakwenda kumponya kupitia huyu binti. In the mighty name of Jesus. Utakapompigia mama yako simu, cha kwanza naomba muombe. Alafu mwambie asome ile Wafilipi 4. Mwambie kwa habari ya amani. Mama, amani ya Kristo ipewe akili kuhifadhi moyo. Mama, mwambie tu, usimwambie chochote kwa habari yangu. Alafu kuna vitu atakuelezea ambavyo alikuwa anavipitia ndani ya moyo wake. Haleluya. Nisizame mawimbi mengi. Baba, asante kwa neema yako. Asante kwa pendo lako, asante kwa wema wako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kile ambacho umekifanya kwenye hii madhabahu leo. Asante kwa kuwa wale waliokoka, asante kwa wale waliofungwa. Asante kwa wale waliotoka katika vifungo mbalimbali. Tunakurudishia sifa, utukufu, heshima na adhama, kwa kuwa vyote vitakurudia wewe Bwana. Amen. Haleluya. Kabla sijaondoka hapa mchungaji, dakika moja. Jamani, nimekuja na vitabu, sio vingi. Simama pale na vitabu. Nimekuja na vitabu 10. Sijui nitarudi navyo Moshi mchungaji. Hichi kitabu kikisoma ni kizuri. Mungu amenipa neema kuandika vitabu vizuri. Sio kama ni uongo mchungaji. Hakuna mtu amesoma hichi kitabu historia yake isibadilike, sikifagili. Kimeandikwa naishi kusudi la Mungu, nimekataa kujidharau. Kwa hiyo kama unahitaji ni shilingi 6,000 tu kitabu hiki.